Watu wengi wamekuwa na maswali, kwa nini mtu anapita kwenye maombi, mtu anapita kwenye misukosuko, na wakati zile ahadi za Ibrahim ambazo aliahidiwa ili tuweze kubarikiwa, tuweze kuzilisi, hatuzioni. Na watu wengi wamekuwa kihangaika ni jinsi gani wafanye ili waweze kupata mafanikio. Na watu wengi wamekuwa kihangaika huku na huku ili kuweza kupata mafanikio, lakini mafanikio yanapita katika ugumu. Iko jambo moja la kuweza kufanya. Mara hapa Mount Zion tunayo maombi. Haya maombi ni maombi ambayo tunasimama nayo mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ahadi za Ibrahim ni ahadi ambazo Mungu ametuahidia sisi. Ukisoma katika kitabu cha Galatia 3 mstari wa 29 unasema ya kwamba wale waliokuwa Kristo, maana yake ni kwamba wanarithi zile baraka za Ibrahim. Na kwa mantiki hiyo sasa tunapokwenda mbele za Mungu tukipeleka maombi yetu na tukimwamini Kristo kwamba anaweza, tukiamini kwamba Mungu anatenda, tukiamini kwamba Mungu anajibu, tunapeleka maombi yetu na Mungu wetu anatujibu, anatufungulia malango. Kwa nini? Kwa sababu ni ahadi, na ahadi za Mungu ni ndio. Yeye aliyesema ya kwamba njooni kwangu, yeye anayetuita kwamba tupeleke hoja zetu mbele zetu, Mungu huwa anajibu. Kwa nini? Kwa sababu amesema katika kitabu chake. Ukisoma katika Mwanzo 12 ule mstari wa 2, anatoa ahadi kwa Ibrahim ya kwamba ile Mungu atatubarikia, na kama atambarikia, atabarikia na uzao wake wote na mataifa yote na dunia yote itamiliki zile baraka. Na kwa misingi hiyo sasa, mahali hapa Mount Zion tunayo hayo maombi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kukaribisha kwamba karibu sana tuweze kuomba maombi ya kupokea baraka, tuweze kuomba maombi ya kupokea kile ambacho Mungu aliahidia, tuweze kuomba baraka zile ambazo ni za kufungua malango. Ukisoma katika Biblia inasema kwamba malango yako yatakuwa wazi. Zaburi 121 mstari wa 6 inasema kwamba malango yako yatakuwa ni wazi. Tuombe Mungu atufungulie malango yetu yakawe ni wazi. Kwa hiyo tunapokwenda mbele za Mungu mahali hapa Mount Zion, tutamuona Mungu akitenda kazi kwa namna isiyo kwa kawaida. Nichukue nafasi hii kukaribisha kwamba karibu sana tuungane wote kwa pamoja, tujifunze wote kwa pamoja jinsi ya kupeleka maombi, jinsi gani ya kuomba, jinsi gani ya kuita Mungu ili Mungu atende sawa sana ahadi yake ikapate kutimia ndani ya maisha yetu. Mungu akubariki sana. Karibu.